Basi, wananchi wa Kariara, mimi nataka kwanza niseme asante sana kwa kutukaribisha nyumbani. Nataka tena nichukue nafasi hii. Mnajua tulikuja hapa Nyeri, tukaomba kura zenu. Mimi na huyu Gachagua, na huyu Kagushia, na huyu ndugu yetu anaitwa Kahiga, na Mokami, na nyinyi mkawa watu wazuri, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu naye akatupatia ushindi. Tumekuja kusema asante sana ndugu zetu wa Kariara. Ne thank you mono. Neguo, tunawashukuru sana. Na kwa sababu tuliwaambia, tukipata ushindi Mungu akitupatia, kitendawili haitaanza, kazi ndio itaendelea. Neguo. Ama kwani tulisema kitendawili itaanza? Si tulisema kazi ndio itaendelea? Sasa tumekuja hapa kwenu leo kwa sababu sasa tumepanga. Mnajua hizi barabara tulikuwa tumezianzisha, alafu yule mtu wa kitendawili akakuja akakoroga serikali yetu mpaka ikaharibika. Sasa ule kitendawili tumemfukuza, imebaki tumufikishe Bondo. Neguo. Na kwa sababu sasa ametuondokea, sasa kazi itaendelea. So leo tumekuja hii barabara yenu. Mnajua hii barabara inaunganisha nyinyi na watu wa Kiharu hapa chini pale Kimathi. Si namna hiyo? Kutoka hapa chini Rotune tunataka kusukuma hiyo barabara mpaka ifike Kimathi. Alafu ikuje hapa kwenu. Si ndio? Alafu isonge mbele mpaka Mihoti. Ngambo hile. Hii kilomita 13 hii. Nimemwambia huyu Murkomen, na mimi nasikia mko na maneno na huyu Murkomen. Nasikia ni mdhoniwa hapa. Na nimemwambia asipotengeneza hii barabara, mkuje mchukue mtoto wenu pamoja na watoto. Ndio? Mtu akiwaletea hasara mnamweka hasara hata yeye. Na nimemwambia unajua watu wa pande hii, mama akienda anaenda na watoto. Sasa huyu mtu atabaki zero. Ama namna gani? So tumekubaliana hii sehemu ya barabara hii 6 months hii barabara iwe imekamilika, imewekwa lami mpaka kule Mihoti. Neguo. Na vile vile tumekubaliana hii barabara pia tutaenda kutengeneza kutoka mahali inaitwa Ishamara kule juu, ikuje Dhangati pale, iende Maseno mpaka iungane na kule Ndia. Tumekubaliana. Na vile vile nilikuwa nimekuja hapa kwa shule ya Kaheti pale, ama inaitwa Kiheti ama Kaheti? Kaheti. Na niliwaambia pia watu wa Kaheti wakati nilikuja kwa shule ya kwamba hiyo barabara yao pia tutaitengeneza. Na nimemwambia huyu waziri na Mbogo ambaye ni PS wake, hiyo barabara pia waende wanitengenezee, ndio wale watu wa Kaheti wasione mimi nilisema maneno ya bure. Si ndio? Si ndio? So nimewaambia hiyo barabara pia tutengeneze. Tuko na barabara zingine nyingi ambazo pia tulikuwa tumeanzisha zikakwama. Mimi nimekuja hapa Nyeri kuwaambia kabla ya sisi kuanzisha barabara ingine mpya, hizo barabara zote ambazo tulikuwa tumeanzisha tutazitengeneza, tutazikamilisha ndani ya miaka 2, ndio tuanze zile barabara zingine baadaye. Hii yenu tunakamilisha. Neguo. Tunaelewana? Nimesimama hapa kwenu kwa sababu elimu ni ya muhimu pale Ngamwa kwa shule yenu ya primary na secondary. Nimeambia wale wanafunzi kwa sababu elimu ni ya muhimu na tunataka mtoto wa kila mtu apate nafasi ya kusoma. Ndani ya miezi 8 tumeajiri walimu wengine 56,000 ndio watoto wetu wapate nafasi ya kusoma. Neguo. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Mkenya. Unajua elimu ni ya muhimu kwa sababu ndio inaleta usawa. Mtoto wa chief, mtoto wa mama mboga, mtoto wa rais wanakuwa sawa wakipata elimu shuleni. Tunaelewana? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa elimu ya watoto. Ile shida tulikuwa naye katika CBC kwa primary school
niliwaambia tutatatua. Tumeketi chini, tumetatua hiyo shida. Sasa watoto wetu watasoma kwa mpango bila matatizo yoyote, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Neguo, tumekubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto, lazima vile vile tupange ajira yao. Unajua mtoto akitoka shuleni, ama akitoka university, ama akitoka college, si lazima tuwe na mpango kama serikali vile watafanya kazi. Ndio tumeweka katika budget yetu ya mwaka huu, tumeweka pesa ya ajira. Ndio mnasikia tuko na mpango ya affordable housing. Hiyo affordable housing hapa Nyeri, tunataka kujenga nyumba 10,000 Nyeri County. Na tunahitaji vijana 30,000 watakao tusaidia hiyo kazi. Vijana wa hapa Nyeri, mko tayari? Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Si wera ni wera? Kazi ya plumber ikipatikana si watafanya? Ya electrician si watafanya? Ya mason si watafanya? Ya carpenter si watafanya? Na vile vile ili kupanga ajira ya vijana hawa, kwa sababu ni makosa. Vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanahangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Neguo. Na vile vile tumesema kama njia ya kuhakikisha kwamba kuna kazi ya hawa vijana, ile maneno tunaagiza kutoka nje, sijui tunaagiza furniture, tunaagiza simiti, tunatoa chuma kutoka nje, hata samaki tunatoa China. Mimi nimesema kuanzia mwaka huu hakuna samaki itatoka China tena, hakuna kitanda italetwa tena kutoka Ulaya, hakuna simiti tena itatolewa sijui kutoka wapi. Simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa wetu watafanya kazi hiyo. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mjipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki, tukule samaki ya Kenya. Neguo, mimi nauliza nyinyi watu wa Kariara. Sasa mimi nauliza nyinyi, ati tunaambiwa ya kwamba tuende tuagize kitanda kutoka Ulaya. Kitanda. Sasa kitanda, kwani iko science mingi kwa kutengeneza kitanda? Si kitanda ni mbao na randa na msumeno na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari? Ndio tumesema mambo ya kuagiza furniture kutoka nje hatutafanya hiyo kazi tena. Hawa vijana wanaenda hapa kwa Tibet ndio watatengeneza furniture, watengeneze vitanda, watengeneze viti, watengeneze meza, watengeneze vile vitu yote, na tupange viwanda ya hapa Kenya, tupanue ndio tuwe na ajira ya kutosha. Hapa katika Central Province tumesema ya kwamba pale Sagana tunaanzisha special economic zone. Tunataka kuweka vijana pale 50,000 wa kufanya kazi ili tupate exports ya kupeleka katika madunia zingine. Pale Del Monte tunaweka bilioni 5 pale Del Monte ili vijana wa hapa wapate ajira katika ile Export Promotion Center ambayo tunatangaza hivi karibuni. Tuhakikishe ya kwamba Kenya inafaidika kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuuza bidhaa zetu, tupange ajira ya vijana wetu, tuongeze mali, tuondoe umaskini, tukuze uchumi, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Na hiyo kazi yote tumepanga. Na wabunge wenu tumesaidiana, wamefanya kazi mzuri. Tumekubaliana na county governments ya kwamba tutashirikiana na wao. Mambo ya matibabu, tumesema tunaleta matibabu mpaka nyumbani. Hapa kwenu tutakuwa na community health promoters. Hii kijiji yenu tutahakikisha kuna wauguzi ambao wanaweza kuja mpaka nyumbani, wapime pressure, wapime sukari, wapime kama uko na homa hapa nyumbani bila hata kwenda hospitali. Tuhakikishe ya kwamba matibabu inapatikana karibu na wananchi. Na ndio tumepanga na county governments, because we want to make sure that health we start from the bottom tukielekea kwenda juu. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba tutawapatia vifaa
county governments kama kesho nitaenda mpaka kule kesho kutwa nitaenda mpaka kule na Romoru kwa sababu tuko na hospitali imejengwa huko, haina vifaa. Nimekubaliana na Kahiga ya kwamba tutawapatia vifaa kama serikali ya kitaifa, tuhakikisha kwamba kuna mahospitali ya kutosha. Nyinyi mnaweza kupata matibabu hapa Nyeri bila ya kwenda Nairobi ama bila ya kwenda Ulaya. We must get all our medical attention hapa nyumbani. Tumekubaliana jameni? Mnakubaliana na mimi tupange hiyo kazi, si ndio? Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine. Nimesikia jana wamekubali, wale watu ya kitendawili na maandamano wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha, biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? Mambo ile ingine yote tunaweza kuzungumza, lakini mambo mawili hayako katika mjadala. Mambo ya sijui handshake nusu mkate, wananchi wa Kenya wamekataa. Mambo ya vita na fujo na kuharibu mali, pia hiyo wananchi wa Kenya wamesema wamekataa. Ama mmesemaje watu wa Nyeri? Si tumekataa mambo ya fujo? Tumekataa mambo ya fujo. Sisi ni inchi ya amani. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya kufuata sheria. Na ndio tumewaambia wale ambao tunashindana wao wapinzani wetu, endeleeni na kazi ya upinzani. Kosoa mahali mnataka, lakini vita muachane naye, na mambo ya kutafuta nusu mkate musahau. Nego kana tigo. Tumekubaliana? Hapa tuko wengi. Na nyinyi mnajua. Si mimi mnajua deputy wangu anatoka dunia gani? Anaitwa